katika pita zetu tumeweza kufika katika banda la maonyesho ya utamaduni. Hapa katika viwanja vya Jamhuri mkoani Morogoro tumeweza kufika katika banda la Kilimanjaro. Wana hapa kuna vitu vya asili. Vitu vya asili. Naona kuna ndizi pembeni yangu hapa. Ni kweli kabisa. Ndizi naziona hizi. Ndizi. Naona vitu hivi kwenye vyungu, sijui ni vitu gani. Vyakula hivi. Vyakula vya asili bwana. Lakini pia kuna vinywaji pia. Usiniambie. Vinywaji vya asili pia vinapatikana. Mimi hapa kulia kwangu naona napo huku kuna vitu. Jamani, haya ni mahindi. Bila kosea ni mahindi. Haya ni mahindi. Eti mzee, hii ni nini samani? Hebu tuambie. Hichi ni chakula cha asili ambacho kinapatikana mkoani Kilimanjaro. Na hichi chakula cha asili ni chakula ambacho kwa vijana wajasiriamali ama nguvu kazi, ni chakula ambacho kinahifadhi nguvu kwa vijana. Ni chakula cha asili na tunahamasisha jamii ya watu wa Kilimanjaro na Tanzania kwa ujumla watumie vyakula vya asili kwa ajili ya kula vitu ambavyo vina uhalisia wa mazingira ya kwetu. Tofauti na kula vitu vya wageni, vingine vinakwenda kutuathiri katika miili yetu kwa sababu vitu vingine vina kemikali, lakini tukirejea kwenye vyakula vya kwetu havina matatizo. Sasa tunakula vyakula ambavyo ni natural kabisa, ambavyo havijachanganywa na vitu mbalimbali. Kama hapa mezani hapa. Kwa faida ya mtazamaji anayetutazama wakati huu, hivi vyakula vina faida gani katika mwili wa binadamu? Maana tunaona vyakula vingi hapa vya asili. Mfano kama chakula ulichokiangalia hapa ambacho kuna kibuyu cha maziwa na chakula chenyewe, hichi ni chakula salama kabisa kwa mtoto mdogo, ambapo ni ndizi imechemshwa na maganda yake kisha ikamenywa afu ikasongwa ikachanganywa maziwa. Ni chakula kizuri sana kwa mtoto mdogo. Kwa mtoto wa miaka mingapi? Kuanzia tu mazingira ambayo mtoto huyo anamtegemea mzazi kwamba yeye anataka kula, atakuwa alishwe, ni vyema kumlisha hivi vyakula vya asili tofauti na kumlisha vyakula vya kuzani unampenda kumbe unamletea madhara. Unakuta mtoto mdogo tayari amepata sukari au mtoto mdogo tayari ana kitambi. Hiyo ni shida. Vyakula vya asili vinatujenga kiafya vizuri. Kuna pombe hii ambayo unaiona hapa ambayo ni pombe ya asali na mua. Hii pombe tunaiita dengelua. Ni kama ni sugar cane wine. Inaitwaje? Dengelua. Hii inapatikana mkoani Kilimanjaro kwa Wapare na Wagweno. Ni pombe ambayo inatumika katika mambo ya mila na tamaduni za watu wa pale Kilimanjaro. Ni pombe nzuri, hainenepeshi, hata utakunywa mwaka mzima huwezi kunenepa. Inakuacha katika uhalisia wako, ina refresh, unakuwa umetulia, lakini pia kuwa umeitumia hii pombe. Sisi tunazingatia kama tunaamini tukila vitu ambavyo ni vya asili na natural kabisa, vingine vinageuka kuwa ni sehemu ya dawa. Kwa mfano mtu ambaye anatumia hii dengelua, hii pombe ni nzuri sana kwa watu haswa vijana ambao wanataraji kwenda kupanga familia zao. Unaweza kujikuta unashangaa unapata watoto ambao wana akili sana. Kila wakienda shuleni vipaji maalum, kwa sababu hii pombe haina kemikali, haizuru mwili. Inalewesha, lakini inakuacha katika kile ulichokihitaji, kwamba unataka kurefresh maisha yako tu au unataka kutuliza akili yako, ukatumia kama burudani au kama kinywaji kingine chochote. Turudi kwenye utamaduni, kwenye swala zima la utamaduni ambao umefanyika mkoani Morogoro. Wewe unazungumziaje wewe kama mwana utamaduni? Sisi tunaofurahia kwa sababu utamaduni uliofanyika Morogoro ungefanyika Kilimanjaro, ingewezekana tukaa sisi wenyewe watu wa Kilimanjaro, lakini tunapokuja sehemu nyingine kama hii, tunakuja tunabadilishana tamaduni. Unaona wenzako wanafanya nini na wao wanaona na wao unafanya nini. Hii inaweza ikatengeneza fursa mbalimbali kwa watu wakashare idea, mambo yakawa ni mazuri. Lakini yote hiyo kubwa zaidi ni kutangaza utamaduni wetu. Ni vyema tukaamini kwamba tukitunza lugha zetu, tukazienzi na pia tukaenzi utamaduni wetu, wageni wanaweza kutamani kuja kujifunza kwetu, na sisi ikawa ni fursa tumeipata kutoka kwao. Tofauti na sisi kuona kwamba vya wageni ni vitu vya maana sana. Kuna mwanamke mwingine ukimwoa, ukimpeleka supermarket, anaamini kwamba huko ndio kupendwa na ni kwa maana, kumbe anaenda kununua vyakula vilivyooza, vilivyosindikwa pale. Sisi tunakula vitu ambao ni asili, natural, sisi tuliolima na sio wa supermarket wa mgeni. Una kipi cha kuambia wana utamaduni wenzako ambao hawajaweza kujitokeza katika maonyesho haya ya kitamaduni? Yawezekana wakawa hawakujitokeza kwa sababu ya kuwezeshwa, kwa sababu hii ni safari, lakini nahamasisha wakubaliana na hali halisi, tuweze kukutana na kubadilishana idea, kwa sababu wao waliochelewa kuja au ambao hawakuja hatukuona vya kwao, na wao pia kadhalika hawakuona vya kwetu.
tunatamani mwaka mwingine fanyika jambo kama hili, tuwezeshe wote tuweze kuhudhuria ili tuweze kuona vitu mbalimbali vinavyotoka katika nchi yetu. Asante sana. Mtazamaji, na imani umefurahi sana, umeweza kupata majibu ya maswali yako kutoka kwa mwanautamaduni kutoka katika banda la Kilimanjaro. Huyu amevuka sana. Amefunga hatua. Ngoja tutesi. Testi kwanza. Unaionaje? Vitu yaliomo yamo. Haya bwana, angalia usilewe. Usije ukanilewea mimi. Kuwa makini.